Leo tunataka kujifunza kitu kimoja kinaitwa jinsi ya kuishinda hofu, kukabiliana na nyakati ngumu na kujenga nguvu ya ndani kama kijana. Leo kabla hujanisikiliza maneno haya, nataka ufunge macho kwa sekunde chache. Jiulize swali moja. Ningekuwa nani kama nisingeogopa? Swali hili dogo linaweza kubadilisha maisha yako. Kwa sababu ndani ya kila kijana kuna mlango na funguo ipo mikononi mwake. Vijana wenzangu, leo hatuzungumzie kuhusu mafanikio, tunazungumza kuhusu kiini cha utu wa kijana leo. Dunia inabadilika haraka. Pressure, ushindani, hofu, huzuni na maneno ya kuumiza yamekuwa kama hewa tunayoivuta. Lakini katika kila upepo wa majaribu kuna kijana anayesema, sitavunjika moyo, bali nitajifunza. Kama kijana mtafiti wa fikra, nimegundua jambo moja la msingi sana. Maumivu na hofu si adui, bali ni walimu wa ukuaji. Nikupe mfano mmoja na msemo unasema hivi: Life is not about for the storm to pass, it's about learning to dance in the rain. Leo tunajifunza kucheza katika mvua bila kuogopa umande wa changamoto. Twende kwenye mada yetu, kuishinda hofu na mawazo mabaya. Hofu haijawahi kutoweka duniani, ila mashujaa wamejifunza kuishi juu yake. Hofu ni sauti ndogo inayokuambia, siwezi, nitashindwa. Lakini ujasiri ni sauti ndogo zaidi inayojibu, jaribu kwanza. Kuna msemo unasema, fear kills more dreams than failure ever wills. Kushindwa kumehamasisha vijana wengi kufeli. Kijana anayeamua kuanza hata akiwa anaogopa ndiye anaandika historia, kwa sababu dunia haitazami usalama wako, inaangalia hatua zako. Twende kwenye mada. Kukubaliana na nyakati ngumu. Maisha haya ni safari ndefu, milima na mabonde. Kuna nyakati tunaugua, tunakataliwa, tunasikitika au tunasikia maneno mabaya kutoka kwa rafiki zetu, jamii na familia tunazotoka. Nikupe mifano ya watu ambao itakusaidia kuijenga na kukua kifikra. Kuna mtu mmoja anaitwa Stephen Hawking. Aliishi na ugonjwa mkali, lakini alitengeneza sayansi mpya. Kuna mtu anaitwa Malala Yousafzai. Alipigwa risasi